Sikuamini haraka haraka kwa sababu ilikuwa muda bado hujafika, tarehe zilikuwa bado hazijafika. Kwa hiyo kwanza nikashtuka, nikasema imekuwaje, mbona haraka hivi eh? Ila baada ya kuna nini, baada ya kuongea na Shemuozu ndo nikaamini kuwa okay. Yani kwanza nilipata kama mshtuko kidogo, alafu nilikuwa niko nje ya mji, nilikuwa mbali, nikaona hiki kitu gani, mbona sielewi yani nilichanganyikiwa kiufupi. Yani Mungu amekuwa wa ajabu, yani amefanya vitu ambavyo sisi wenyewe tunashindwa kuelewa. Yani nimeamini kuwa mtu ukimuomba Mungu na ukiamini kwa Mungu, ukiwa na mvumilivu na subira, Mungu anatenda. Na kuna muda Mungu anakupa majaribu, anakupa mitihani ili aone imani yako kwake ikoje. Je, wewe ukija kumwamini na watu wengine wataamini vipi kupitia wewe? Nadhani Mungu anafanyaga vitu ili ajitwalie utukufu kwa watu. Anafanya vitu ili watu wengine waokoke, waamini kwa ajili ya mtu fulani. Nadhani Wema aliwekwa kwa ajili kama ushuhuda kwa watu, aliwekwa kama kumsimanga shetani. Kiukweli shetani amesimangika na bado atasimangika. Bado mimi namshauri Wema, kidonda kikipona tushemuuzwa cheze kidogo Disemba tuona anatema tena mate. Mungu amjalie apone haraka, Disemba teme tena mate. Sisi tunataka tunataka tuonyeshe kuwa Mungu anataka afanye ukuu wake, aonyeshe kuwa yeye kweli ni muweza. Wanaosema pia ilikuwa feki, basi waamini kuwa ni feki, alafu tuone na ya pili pia itakuwa ni feki, alafu Mungu akimjalia ya pili afanye hata mapacha watatu wawili, hivyo Mungu afanye azidi kutisha Kama anko, tutarajie zawadi gani ambayo utampatia anko wako, kwa sababu ni muda mrefu sana mlikuwa mnasubiri labda Wema kupata mtoto? Mimi zawadi natoa kila siku kwa anko wangu, kupiga goti, kumlilia Mungu, kumwombea afya njema dada yangu, kumwombea afya njema anko wangu, ni zawadi tosha sana. Osha kuamka usiku, kwa maana kila siku basi mimi naamka. Kwa hiyo nadhani ni zawadi tosha, ingawa kila nitakachompa naona akitofaa. Kwa hiyo hata nikisema nitampa nini bado akitofaa. Hata ukimpa hela yule mtoto bado akitofaa. Wema hata umpe kitu gani yeye mwenyewe pia anavyo. Kwa hiyo nitampa nini mimi? Mimi mwenyewe kuna muda kodi nategemea kwa Wema. Nitaenda kumpa nini mimi Wema ambacho nitaona kitamfaa? Hakuna zaidi ya kumuombea dua, Mungu azidi kumpa afya njema na mtoto. Nimuombe tena dua, Mungu ampe tena wengine, azidi kupakata, anionyeshe mpaka achanganyikiwe. Anionyeshe kuna muda mwingine aseme nimechoka sasa. Hicho ndio ninachokitegemea kwa Mungu. Anionyeshe mpaka aseme Mungu nilikuomba sasa, basi enough, inatosha. Agrey, wewe ni mtu mmoja wapo ambaye umepokea utukufu wa Mungu na umeona maajabu ambayo Mwenyezi Mungu amekutendea. Kuna wanawake ambao wamekata tamaa kwa namna moja ama nyingine, neno lako ni lipi kwao? Kwa hili Mungu alilolitenda kwa Wema, wapige dua sana, wapige dua. Alafu mimi naamini ya kuwa mimi kuna kipindi nilikuwa nasali na Wema, na siamini kwenye kuomba kupiga sana makelele wala kumuita sana Mungu, sio kama anasikia. Mungu mlilie kitu ambacho umekifanya, tubu kwanza. Cha kwanza mwambie Mungu nisamee, kama kuna sehemu nimekosea nisamee, piga goti kwa dhati. Amka usiku, wewe unatafuta kitu, acha usingizi. Unalala ya nini wewe? Wewe unalala umesoma, umefanya nini wewe mpaka ulale? Mlilie Mungu siku na mchana mpaka hakikisha moyo wako ameitimiza. Omba sana, omba toba kila siku. Wewe omba toba. Binadamu kila siku tunakosea, kuna dhambi za kutenda, kuwaza na unaweza kaona tu hivyo kwa umetenda dhambi bila kujua. Muombe Mungu akusamee hadi dhambi ile ambayo wewe hujui. Baada ya hapo msifie Mungu, mwambie Mungu asante kwa afya njema na kushukuru kwa sababu unaniamsha salama. Mpe Mungu hitaji lako. Muombe Mungu kama unaomba daftari kwa baba yako mzazi. Omba kama unaomba chakula kwa baba anahitaji chakula sasa hivi. Muda huu hapa anahitaji hiki na hiki na hiki. Nenda magotini kwa baba, muombe hivyo. Mungu anasikia, anakupa bwana. Mungu anakumbuka sadaka zako. Mwambie Mungu, sadaka zangu zile ninazotoa, mbona moyo wangu mimi mzuri kwa watu, kwa nini hiki inakosa? Mungu anakupa. Muda huo unaokata tamaa, Mungu ndo anakupa. Na kuna muda Mungu anakunyima ili akuone, je, bado utaendelea kumtegemea au utadaika na mambo ya dunia? Lakini ukiendelea kumtegemea Mungu, Mungu anakupa. Leo Wema ana kicheko. Sasa mimi nawashauri na wengine ambao hawana kicheko, wanakipata, warudi magotini. Mungu anajibu. Sio hata mpaka ufunge sijui siku 27. Mungu anajibu ukienda kwake kwa dhati, ukienda kusafi nia kabisa. Mimi napiga magoti. Kuna watu nimewakosea, kuna watu nimefanya nini, piga goti, lia kwa Mungu wako, anakusikia. Hamna haja kwenda kwa rafiki kumwambia eti mimi na shida fulani, sio hiki na hiki na hiki. Hamna kwenda kwa mganga, hamna kwenda kwa Mungu. Anasikia babu, Mungu anasikia. Sisi tumemshuhudia na tumemuona. Mimi nimemuona Mungu kupitia Wema.
Yaani mimi mwenyewe nilimuona Mungu kupitia mimi mwenyewe, lakini kwa Wema nimenyosha mikono juu. Huyu kweli Jehova. Mungu katenda. Huyu Mungu katisha. Huyu Mungu mimi nitamwabudu mpaka naingia kaburini. Kabisa. Mimi naomba neno lako moja kwa watesi ambao walikuwa wanasema Wema Mgumba na hatozaa maisha yake yote. Waendelee kushuhudia ukuu wa Mungu, wala sisi hatuna shida nao. Wao waendelee kutokuamini wanaosema Mgumba. Basi Mgumba sasa amezaa tena kwa fujo, jamani, mtoto mzuri. Tunakuja kuwapa tena mapacha. Tulieni, Oscar atafanya mambo. Mungu huyo atatisha. Mimi nakwambeni yanaokuja. Ulimwengu mbona utashangaa. Wema atazaa tena, atanyonyesha yule mpaka atachanganyikiwa. Na ninakwambiaje, katika hao mastaa wengine ambao mnajua hawajawahi kuzaa, wakirudi magotini na wakisali wanazaa. Mungu hajawahi kumwacha mtu anayemlilia Bwana.